السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. أما بعد، فيا أحبة الكرام، wapenzi ndugu zangu Islam, tutachukua fursa hii kuzungumzia swala muhimu sana, masala ambayo kwamba takriban kila boma la Muislamu lahitaji. Darasa yetu fupi ya leo insha Allah tutazungumzia kuhusu dua. Dua kwa ufupi, dua ni kumwomba Allah akuondoshe lilobaya ama linalokuudhi ama akupe jambo fulani, na dua ni ibada kama ibada nyingine. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, dua ni jambo lenye kupendeza kama walivyosema maulama na masalafi wema waliotangulia. Umuhimu wa dua na msisitizo wake unapatikana katika Qur'an na Sunna. Dua zimesisitizwa sana katika Qur'an na Sunna, hata Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la yas'alu ahadukum hajatahu hatta yas'aluhu almilh, na aombe mmoja wenu haya dua kwa Allah mpaka chumvi. Hivyo si kuomba mambo makubwa tu na matatizo tulionayo, ila mpaka chumvi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia kwamba unaweza ukamwomba Mwenyezi Mungu chumvi. Ni kitu ambacho kwamba kimedharaulika, lakini kina umuhimu wake sana kama chumvi. Kwa hivyo mwanadamu kukosa chumvi, unaweza vile vile ukamwomba Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba dua yeyote ambayo kwamba wataka kumwomba Mwenyezi Mungu, wallahu ni kitu kidogo kiasi gani, basi we muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhila za dua. Dua ni ibada, basi utambue ewe ndugu Muislamu kuwa dua ni ibada. Imepokewa hadithi kutoka kwa Nu'man ibn Bashir radhiallahu anhu kuwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ad-du'au huwa al-ibada, hakika dua ni ibada. Imepokewa na Tirmidhi na Imamu Ahmad kwa isnadi sahih. Dua ndiyo jambo tukufu zaidi kwa Allah, kama Mtume sallam aliposema katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Huraira radhiallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hakuna kitu kitukufu mbele ya Allah kuliko dua. Imepokewa vile vile na Tirmidhi na Imam Ahmad na Al-Hakim kwa isnadi sahih, laysa shay'un aqrama ala Allah ta'ala min ad-du'a. Hakika imepokewa hakuna kitu kizuri kinachopendeza mbele ya Mwenyezi Mungu kama mtu kuomba dua. Na Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia mtu ambaye kwamba hamuombi. Abu Huraira radhiallahu anhu amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man lam yas'al Allah yaghdab alayh, yeyote ambaye kwamba hamuegemei Mwenyezi Mungu kwa kumwomba dua, basi Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni mwenye kumghadhibikia. Mwenyezi Mungu anamkasirikia mja ambaye kwamba hakimbilii kwa Mwenyezi Mungu, hafanyi dua kwa Allah kumuomba mahitajio ambayo kwamba anahitajia. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kuombwa kwa kila wakati. Kwa masimulizi ambayo kwamba ni isnadi sahihi ya Ibn Mas'ud, Mtume sallallahu amesema, muombeni Allah katika fadhila zake,
Hakika Mwenyezi Mungu mtukufu azza wa jalla anapenda kuombwa kila wakati. Ndugu zangu Islam, dua ni mlango wa rahma. Dua ni mlango wa rahma. Katika masimulizi ya Ibn Umar kwa Mtume sallam amesema, man fataha lahu minkum babu dua futihat lahu abwab rahma, yeyote ambaye kwamba atakayefungua mlango wa dua basi Allah humfungulia milango ya rahma. Wama su'ila Allahu shay'an yani ahabba ilayhi min an yas'ala al-afiya. Na amesema Mtume sallam, hakuna kitu kizuri ambacho kwamba anachokipenda Mwenyezi Mungu kama kumuuliza afya, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na afya. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, hii ni darsa tunaitoa kuhusu dua ambao kwamba ni wajibu wetu sisi Waislamu tuweze kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Dua huondesha mabalaa na majanga. Katika masimulizi ya Ibn Umar, Mtume sallam amesema, hakika dua hunufaisha kwa kukinga yale yaliyoshuka yanayotokea na yale ambayo kwamba hayajashuka ama hayajatokea. Ikiwa mtu ana nia jambo baya kufanyika, ukawa umetangulia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba Mwenyezi Mungu dua, basi bila shaka Mwenyezi Mungu atakukinga na yale ambayo kwamba yamekupata na yale ambayo kwamba yatakayokuja tayari Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kuepusha nayo, maadamu umezingatia dua, umezingatia masharti ya dua, umezingatia adabu za dua, namna dua inavyostahili kufanyika. Waislam, tutazungumzia tu kwa siku ya leo katika darasa hii, tutazungumzia adabu za kuomba dua. Dua si dua tu vile watu wanavyofikiria kwamba ni kunyanyua mikono na kuomba dua. Dua si dua tu vile tunavyofikiria kwamba nikishapika khalas. Lakini zipo adabu za kuomba dua. Ndugu zangu Waislamu, tunaelezea kwamba adabu ya kwanza ya kuomba dua ni kuelekea kibla. Amesimulia Abdullah ibn Zaid radhiallahu anhu kuwa alitoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kuomba dua ya mvua, akaelekea kibla. Amepokea Bukhari. Ya pili, kunyanyua mikono miwili juu. Amesimulia Abu Musa radhiallahu anhu kuwa aliomba Mtume sallallahu alaihi wasallam dua, akanyanyua mikono yake mpaka nikaona weupe wa kwapa lake. Amepokea Bukhari. Hadithi sahihi, hadithi sahihi, haina wasiwasi. Na amesimulia Ibn Abbas kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha da'awta Allah fad'u bi butuni kafayk wala tad'u bi dhuhurihima fa idha faraghta famsah bihima wajhak. Muombeni Allah kwa matumbo ya viganja vyenu, wala msimuombe kwa migongo ya viganja vyenu. Amepokea hadithi hii sahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas, na inapatikaniwa ndani ya Bukhari sahih. Na amemalizia kutuambia kwamba fa idha faraghta, mtakapomaliza basi kufanya hiyo dua, kwamba dua, famsah, mpanguze, bihima, hizo viganja viwili, wajhaka, uso wako. Ni kauli sahihi ya bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waislamu, kuanza dua kwa kumsifu Allah na kumshukuru, kama kusema alhamdulillah na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Adabu za dua ni kuangalia kibla, na kwa sababu dua ni ibada, lazima mtu awe tahara, ameshika udhu wake, ameangalia kibla, amhimidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa himdi, kisha amsalie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amesimulia Ibn Abdullah Mas'ud, ametusimulia ya kwamba nilikuwa nikiswali wakati Mtume yupo na Abu Bakar na Umar. Basi nilipokea nikaanza kumshukuru Allah na kumsifu na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha nikajiombea dua. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, omba utapewa, omba utapewa. Amepokea Tirmidhi kwa isnadi sahih. Ni kwa nini tunaelezea